Na miongoni mwa current issue ambayo ina trend right now katika mitandao ya kijamii hapa Bongo ni hii ambayo inamhusisha mtu mzima Chief Godlove. Tunafahamu wiki hii ndio wiki ambayo aliwahi kuwa msanii wake aliweza kubainisha wazi kwamba ameondoka rasmi chini ya uangalizi wake, na akidai anamuomba Chief Godlove aweze kumrudishia akaunti zake kama akaunti yake ya YouTube na nyinginezo. Sasa mara baada ya Chief Godlove kuvunja ukimya huo, ameweza leo kufunguka ya moyoni yanayoendelea, kwa sababu watu wengi wameweza kutupa lawama nyingi kwa Chief Godlove, lakini tunafahamu pia Pipi Jojo aliweza kutoka rasmi kwenye uangalizi wa Chief Godlove, na alipoondoka pale iliweza kuzuka maneno mengi, lakini pia alilalamika kufuatia kutokupewa akaunti zake. Sasa leo hii kupitia ukurasa wake wa Instagram, Chief Godlove ameweza kushare picha yake kisha akaambatanisha na ujumbe mrefu ambao ameweza kuandika. Kupitia ukurasa wake ameandika ifuatavyo: nataka tumalize swala la YouTube, msanii wenu nimemwacha sababu 3. Ya kwanza, na kiburi jeuri, hasikilizi uongozi. Cha pili, yeye kalipiwa video audio promo, kaletwa msanii wa kike Chocolate Star Girl, kaanza kumuonea wivu na chuki za wazi, anamuonea wivu msanii tena wa kike sababu kawekwa kwenye mabango. Huwezi kuwa msanii alafu kawa unamuonea wivu msanii mwingine. Kila mtu ana familia, ametokea, anatakiwa apewe support, alishi familia yake. Kumuonea wivu msanii mwingine ambaye mimi nimeweka hela kwake, ina maana hauna huruma na pesa zangu, lakini pia huna ubinadamu. 3 na mwisho, msanii aliambiwa ili apewe mkataba aende akalete nyimbo 3 ili awe msanii rasmi wa Chief Lot Music. Akaambiwa atafute producer yoyote anayemtaka, akamchagua Zombie Stu Kids, akamchagua Bin Laden na Pomeka TZ. Nikamwambia aongee na Mr. Touches ampeleke kwa hao watu sababu ndio meneja wake. Tumeelewana vizuri, tunaamka asubuhi unakuta kageuka anaomba YouTube yake binafsi. YouTube nimetumia hela kuiverify, nimelipa nyimbo, nimelipa video, nimelipa promo, hata hiyo Insta, TikTok, Facebook nilikuwa na uwezo wa kuichukua. Nikamwachia nimetumia milioni 30 mpaka 40 akupata. Mnaona kama angekuwa na adabu angemtafuta Mr. Touch au Tajwid au Mr. Pimbi. Maana yake hawa watu nilimkutanisha nao, yeye akaingia kuposti Insta ili apate huduma na nionekane mimi ni mbaya. Kumblock kweli nimemblock na sitaki kumuona YouTube, nitafungia mbwa. Kwa kumalizia, chuki na roho mbaya kwa msanii haikufanyi kuwa msanii mkali. Nilijitoa kwa roho ya nyama dogo aende mpaka nikaamua kunichukua Ivan TZ. Huyo dogo amwandikie nyimbo msanii wa hip hop. Kuna nyimbo inaitwa Inauma, imeandikwa na kuimbwa na Avan. Ilikuwa Avan ndo achie nyimbo hiyo, ila nikampa yeye. Sasa mkiniambia nina roho mbaya, huyu Avan TZ ndo alitakiwa aseme nina roho mbaya, maana nilichukua nyimbo yake nikampa msanii ili apate tu nyimbo nzuri, lakini bado akashindwa kuimba vile nataka. Haya, niambieni, hata ungekuwa wewe ungempa mkataba msanii anayejiandikia na kuimba mwenyewe, au ungempa unemtafutia nyimbo mpaka walizoimba wengine? Napenda mziki na sitoacha kusapoti wasanii wazuri sababu ya wasanii wajinga. Mnataka mjue muziki ni biashara na sio msaada. Saa hizi msanii yeyote nitakayemtambulisha akizingua hapo mpaka Insta. Asante. Kisha akaandika tena, narudia tena, nimefunga mjadala saa hizi. Mtu nikimtambulisha akaleta ujinga Insta, YouTube mpaka Twitter, nachukua nimekuwa mwema sana, alafu wema unanipotezea hela. Hayo ndo ameweza kuandika Chief Godlove kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiweza kujibu yale maswali ambayo mashabiki wengi walikuwa wanatamani kufahamu kutokana na haya ambayo yalikuwa yanaendelea juu ya msanii wake. Nikukumbushe mtazamaji, hii ni Masai TV, lakini pia unakumbushwa kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kuweza kuwa mwanafamilia zaidi. Na langu jina ni Diana Masai.